Aisee, kula chakula ni jambo jema sana, ila changamoto ni kwamba tunakula sana kiasi kwamba mpaka kule kula chakula kunatuletea changamoto mbalimbali na kinaharibu miili yetu kabisa. Katika video hii nataka nikuchambulie kwa makini vitu gani vitaweza kutokea mwilini kama utaamua wewe mwenyewe kwa moyo wako mmoja. Katika siku hizi 7 siri ninafunga, isipokuwa pale jioni unafungulia kidogo, unakula vyakula vyepesi kidogo, sio vya kushiba, vya kufanya tu ili uweze kuendelea kuishi. Mabadiliko yatakayotokea ndani ya mwili wako yote kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 7, na utashangaa namna gani ambavyo unaweza kubadilisha mwili wako kabisa. Okay, tuanze siku ya kwanza. Tambua kwamba vyakula vingi unavyokula mwisho wa siku vinabadilishwa kwenda kwenye sukari, ambayo sukari ndio inaweka nguvu kwenye mwili. Sasa sukari inapokuwa imezidi, kwa sababu ya unakula kila siku unakula, ile sukari inaenda sehemu mbalimbali, inaenda kurundikwa na kuleta changamoto mbalimbali ndani ya mwili. Katika siku ya kwanza, kwa kuwa umeamua kutokula, kitakachotokea ni kwamba ile sukari ambayo ilikuwa inatunzwa siku zote, ipo store, haitumiki, imetunzwa tu, imekaa tu, itabidi sasa itoke kule ianze kutumika, kwa sababu hauweki chakula huku, hauweki sukari yoyote. Kwa ile sukari ya store inatoka inaanza kutumika huku. Hilo ni jambo la msingi sana, kwa sababu sukari inapokuwa inapungua ndani ya mwili, ile ya store ndio inatoka kuja kutumika. Kinachotokea ni kwamba hata ile insulin ambayo ni kemikali kwa ajili ya kudili na sukari na yenyewe inapungua, kwa sababu sukari sio nyingi. Hii matokeo yake ni kwamba hata kama ni wale wagonjwa ambao sukari kilikuwa kinamnyemelea, kinakaa mbali kabisa. Na hili ni jambo la msingi kwa wagonjwa wa kisukari. Katika hii siku ya kwanza ndipo ambapo njaa itakuwa kali sana, kwa sababu si umezoea kula. Lakini sio kwamba mwili wako hauna chakula, hapana, kipo. Kile cha store ndo kinatumika, lakini tumbo huku limezoea kujaa kila siku, kujaa. Sasa hivi halijajaa, kwa utajisikia njaa, kichwa kinauma, haujisikii vizuri, unajisikia unyonge kabisa katika siku ya kwanza. Katika mwili wako kwa kawaida, katika matokeo ya nje hautaona chochote katika siku ya kwanza. Katika siku ya pili sasa, hapa kuna jambo la msingi litakwenda kutokea. Naomba nikueleweshe vizuri. Vyakula vingi unavyokula wewe vinabadilishwa kwenda kuwa mafuta, na mwisho siku vinarundikwa kwenye tumbo, kwenye vitambi vinaota, kwenye kuta za moyo, unajisikia changamoto ya moyo, na kwenye mishipa ya damu unapata changamoto mbalimbali. Hasa hebu usikia, katika siku ya pili ya kufunga, ile store inakuwa tayari imeshatumika, imeisha glycogen. Hasa itabidi sasa mwili unapata wapi chakula? Hapa mwili ndio utakumbuka kwamba kuna sukari nilishaitunzaga kama mafuta miaka mingi. Itaenda kuchukua ile mafuta na kuanza kuyachoma. Kwa hiyo kuanzia siku ya pili na siku ya tatu, hapa mwili wako, nguvu zake na wewe kuwa hai, nguvu zitatoka kutoka kwenye mafuta, sio tena kutoka kwenye sukari ile, maana hauli tayari, lakini pia haitotoka kwenye store, kwa sababu tayari store imeshaisha. Itakapofika siku ya pili, hapa matokeo yataanza kuonekana katika tumbo. Tumbo litaanza kupumzika na kuanza kujisikia vizuri. Na wewe utajuaje? Unajua, utaona hata kule kubeua, kama ulikuwa unabeua sana mtu ule, utaona imeanza kupungua kabisa, kwa sababu tumbo linapata muda wa kupumzika, na linapoanza kupumzika linaanza kujiunga upya na kujitengeneza upya na kukaa vizuri kabisa. Kila siku unapoweka chakula linasaga na lenyewe pia linachoka. Hasa katika siku ya tatu, ule uchomaji wa mafuta wenyewe unazidi kuendelea kama kawaida. Hapa ndo unazidi kukolezwa kabisa kutoka ile siku ya pili na siku ya tatu na siku za kuendelea. Na ni kwa sababu mafuta ambayo yanachomwa yako mengi, maana umeyatunza miaka mingi ndani yako. Lakini pia zingatia kwamba sukari na mtendo inawekaga ukoko na ukungu kwenye ubongo. Kwa hiyo hii mara nyingi inafanya mtu awe na sahau, asiwe na kumbukumbu nzuri, na hata uelewa wake usiwe sawa. Katika siku ya tatu ya kufunga ndipo ambapo hapo sasa sukari yote mwilini imeshaisha, haipo, maana haujala tangu siku zote hizo. Matokeo ya ile sukari ambayo ilikuwa inafanya yanapotea kabisa. Na hapo mara nyingi mtu anaweza kuwa makini, kumbukumbu zinakaa vizuri na anajisikia vizuri. Hata kule kuchoka sana ambako alikuwa nako nyuma, anajisikia kuchoka, kunakuwa hakupo. Hasa hebu nisikilize vizuri. Watu wengi wanafunga kwa sababu ya masuala ya kidini. Kama wewe utafanya hivyo katika siku ya tatu, ndipo ambapo akili inaonekanaga iko vizuri, na hata mtu zile sala zake anapoziomba kwa Mungu zinakuwa anatumia akili, aombi ile kwa mdomo tu. Lakini pia uelewa wake anapokuwa anasoma maandiko matakatifu unakuwa uko juu kwenye siku ya tatu. Maana tayari ule ukoko na ule ukungu ambao ulisababishwa na sukari zile na ulaji wa mara kwa mara ambao tunakula mara kwa mara, unakuwa umeshafanyaje? Umeshapotea. Na hii ndio sababu kubwa ya kufunga, kwa sababu za kidini. Sio kwa ajili ya kwamba ufunge eti Mungu aone jamaa ana njaa yule nimsaidie. Hapana, bali ni kwa sababu ya kuweka akili yako iweze kuwa wazi, iweze kuwa clear, uweze kugundua Mungu anataka nini kwako. Ndiyo, si wenyewe tunajua shibe mwana malevya.
si ndio? Na pia hata katika siku hii ya tatu pia, hata ile njaa ambayo ulikuwa unasikia nyuma, unasikia njaa siku ya kwanza, siku ya pili inakuwa inapungua kabisa, inakuwa imepungua kwa sababu tayari mwili umeanza kuzalisha nguvu ya kutosha kutoka kwenye yale mafuta ambayo unazidi kuyachoma kwa wingi mwili ndani. Katika siku ya 4 ndio siku ambayo mimi naipenda kuliko siku zote. Yanatokea matengenezo makubwa ndani ya mwili. Na matengenezo matatu makubwa ni haya hapa. Cha kwanza, autophagy inatokea. Mwili unaanza kutoa uchafu ndani ya mwili na zile seli ambazo zimekufa na zile ambazo ni dhaifu zote. Unajua kuna sehemu za mwili zetu zinakuwa ni dhaifu na haziwezi kufanya kazi vizuri. Mwili unasafisha na unaweka kila kitu kiweze katika mpangilio mzuri. Jambo la pili, kinga za mwili zinapanda, zinakuwa zina nguvu vizuri, na kama kuna changamoto yote ya mwili na kama kuna ugonjwa umejificha, unajaribu kuiweka sawa. Na kwa hiyo niseme hii kwa uwazi kabisa, hata mtu ambaye anaumwa, mwili kwa kawaida uwaga unazima ile hamu ya kula ili uweze kufanya kazi vizuri. Ile changamoto ya siku hizi, mtu akiwa anaumwa analazimishwa kula kula kula. Hapana, mtu akiwa anaumwa anatakiwa ale vyakula vyepesi na ale mara chache, kama ikiwezekana mara moja kwa siku tu, tena kidogo kabisa, ili aupatie mwili nafasi ya kuweza kujiponyesha vizuri. Shibe ni mwana malevya, analevesha mpaka kinga za mwili. Na katika siku hii ya 4 hata yale maumivu ya viungo, unajisikia maumivu ya viungo yote yanawekwa sawa kabisa na mwili unajaribu kujirepair, kujiweka safi na kujitengeneza, kujiumba upya kabisa, kujirekebisha matatizo yote. Hii siku napenda kuitaga mwili unaingia gereji na kujigonga gonga, kujiweka vizuri, kila kitu kuweza kukaa katika nafasi yake. Sasa katika siku ya 5, hivyo ambavyo vilitokea katika siku ya 4 vinaendelea, ikiwepo pamoja na kuendelea kusafisha mwili na kuondoa zile seli zote ambazo zina dalili ya kwenda kwenye kansa, zote zinasafishwa, zinaondolewa. Lakini sio hivyo tu, katika siku hii ya 5 pia sumu zote ambazo ziko ndani ya mwili zinaondolewa, kwa sababu katika siku ya 5 ini linaonekana linafanya kazi zaidi kuliko siku nyingine zote. Na hii labda niiseme kwa wazi kabisa, kuna baadhi ya watu wanauza vile vinywaji vya kudetox kuondoa sumu ndani ya mwili. Mimi naonaga haina maana, kwa sababu ini linafanya kazi hiyo vizuri kabisa. Lakini pia figo pia inatoa uchafu vile vile. Uwe kunywa maji ya kutosha, yanatosha kabisa kuweza kusafisha mwili wako. Lakini pia pata muda wa kufunga, itaondoa uchafu wote uliorundikana ndani ya mwili. Sio kwamba eti nikinywa kinywaji fulani ndio nitatoa uchafu wote ndani ya mwili. Kakwambia nani? Hapana. Kula vizuri, mboga za majani na matunda, kunywa maji ya kutosha, tunza mwili wako vizuri. Mengine liachie ini na liachie figo, litafanya kazi vizuri kabisa. Lakini pia katika siku ya 5 hapa, ngozi inaanza kukaa vizuri, sana sana chunusi au ngozi kuwa na mabaka zinaweza kukaa vizuri. Katika siku ya 5 pia usingizi unakaa vizuri kabisa. Kama una ule usingizi wa mangamngamu, katika siku ya 5 na siku zinazofuata zote, usingizi unakuwa umeshapangiliwa vizuri, kwa sababu ya zile adrenaline spikes na cortisol fluctuation zote zinakuwa zimeshuka chini, na mwili unaweza ukalala na kupumzika vizuri kabisa. Katika siku ya 6 hapa, mimi napenda kuitaga siku ya kuonekana, na ni kwa sababu vitu vingi nilivyokuambia nyuma mara nyingi haviwezi kuonekana kwa nje, lakini katika siku ya 6 vitu vingi vinaanza kuonekana kwa nje. Sana sana uzito kupungua. Hapa ni mtu kabisa anakuona, mbona unapungua rafiki yangu siku hizi? Na watu wengi wanaripoti katika siku ya 6 wanaweza wakakuta kilo zaidi ya 3 mpaka 4 mpaka 5 zinakuwa zimepungua kabisa. Lakini pia kitambi kupungua, na nguo zako zinaanza kuwa legelege, zinaanza kukupwaya, kwa sababu tayari mafuta yameanza kufanyaje? Yameanza kupungua. Changamoto za tumbo na vidonda vya tumbo, sana sana kiungulia hasa, hapa kinakuwa kinapotea kabisa, na wala usitegemee kitakuja leo wala kesho, kwa sababu tayari tumbo limeshapona. Na unaona ili geti hili ambalo linaruhusu chakula kuingia ndani, linapokuwa dhaifu, asidi inarudi juu tena, inaleta kiungulia. Vyote hivi vinaweza kukaa vizuri na kiasi kwamba kiungulia tena hakiwezi kutokea, labda endapo kama mwenyewe utajaribia tena maisha yako hapo mbele, changamoto hii iweze kurudi tena. Lakini pia kwenye pressure hapa, pressure ndio inakuwa stable kabisa. Na hapa nizungumze kwa makini, kwa sababu tayari mafuta yanapunguzwa ndani ya mwili, pressure pia na yenyewe inafanyaje? Na yenyewe inashuka, kwa sababu tayari mishipa ya damu inakuwa iko wazi kwa sehemu kubwa, kiasi kwamba damu inaweza ikapita vizuri, japo matokeo yake mara nyingi inaonekana sio makubwa sana. Pressure inaweza kupungua kama kwa namba 3 mpaka namba 7, sio haba kabisa, na zinaweza zikaweka utofauti mkubwa kabisa. Lakini pia katika hii siku ya 6, ile issue ya ngozi nilokuambia katika siku ya 5 pia inazidi kuwa kwa uwazi kabisa, inazidi kuonekana kwa uwazi kabisa. Pamoja na hivyo pia wewe mwenyewe unaanza kujisikia ni mwepesi na unajiona kabisa mwili wako unaweza kuumudu. Tuingie katika siku ya 7. Katika siku ya 7 hapa sasa, kama ulikuwa una tamaa, una uraibu wa vitu vyote, labda vitu vya sukari vile, vitu vitamu vile, ulaji wa vyakula, ule uraibu unakuwa umepotea kabisa hapa. Na hata ukisema bwana hapa nimezoea kula keki au kula chocolate,
vyakula ambavyo sio vya kiafya, ile hamu ya kula vile vyakula vya sukari na vyakula ambavyo sio vya afya, masoda haya inapotea kabisa, inakuwa haipo. Lakini pia katika siku ya 7, hapa ndio uhakika kabisa wale wagonjwa ambao ugonjwa wa sukari ulikuwa unawanyemelea unakaa mbali kabisa, kwa sababu tafiti zinaonyesha katika siku ya 7 ndipo ambapo sukari ya yule mtu ambaye sukari ilikuwa inamnyemelea inarudi kabisa na kukaa vizuri kabisa, na wala inakuwa haipandi kwa sababu eti ya mazingira. Hapana, sukari yake inakuwa stable. Lakini pia katika siku ya 7 umeng'enyaji unarudi katika namna nzuri, namna ya awali. Unajua tunakula vyakula mara nyingi sana, mara kwa mara, na mwisho wa siku chakula vinakaa tumboni, havimeng'enywi, muda mwingine vidonda vya tumbo, muda mwingine changamoto za tumbo mbalimbali, sababu ya umeng'enyaji haufanyiki vizuri. Katika siku ya 7 umeng'enyaji unarudi katika ubora wake na katika ufasaha wake wa awali kabisa, kabla haujaliharibu tumbo lako, kwa sababu pia tumbo limepata muda wa kupumzika wa kutosha, na lenyewe limezidi kujiponyesha na limeweza kukaa vizuri kabisa. Lakini pia katika siku ya 7 kujiamini na kujisikia amani kabisa na kitu unachokifanya kwamba ni kitu kizuri ndio kunakuja hapa sasa, na ni kwa sababu umeweza kufika mpaka katika siku ya 7. Unajua mara nyingi unaanza kitu unaishia njiani, ndio unaanza mazoezi leo, kesho unakata, lakini unapofika katika siku ya 7, kama hata unatamani uanze kitu fulani kipya uanze kukifanya, anza kukifanya katika siku ya 7. Utakuwa na morali nzuri ya kuweza kukifanya, lakini pia utajisikia vizuri na kuweza kukifanya vizuri. Hapa ndio mwisho wa matokeo hayo. Natamani pia nisisitize, mfungo ninaomaanisha hapa ni ule ambao mtu anakula mara moja tu jioni saa 12 au saa 1 hapo au saa 2. Baada ya hapo hali tena mpaka kesho tena jioni saa 12, saa 1, saa 2, hapo ndio muda wa kula. Lakini pia katika siku nzima huku anaweza akawa anaendelea kunywa maji, na mfungo wa kunywa maji ni mfungo mzuri kweli kweli.